wewe kama mzazi wewe lazima utambue kwamba jukumu gani kwa mwanao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio unakumbuka baada ya mtoto kasajua mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kama mzazi unatakiwa mjengee mazingira mwanao. Angali yupo mdogo, sio anafikia umri fulani sasa kasaanza kujiingiza katika makundi mabaya ndio nakumbuka malezi. Hiyo haitakiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo hapa nilipo hapa mbele yenu naomba wazazi umoja wenu huo. Naomba mtulee sisi watoto katika tabia nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona huko mtaani watoto wengi sana wanaharibikiwa kwa sababu ya kukosa malezi. Ni namna gani mzazi hajajipanga kwa mwanae kumlea mtoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana gani? Kwa sababu malezi yamepuuzwa sana kwa wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia wazazi mwekee tujengee sisi watoto misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna mipaka ambayo mzazi mwenyewe mtoto wako lazima mwekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mipaka gani? Pale ambapo unaona mtoto wako sasa anaelekea njia sio. Wewe mzazi sasa, kwa sababu wewe una upeo mwingi katika akili yako, lazima umwambie mwanangu hapa unapoenda sio, lazima uende hivi. Na katikati ya Biblia fimbo nayo inaruhusiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ambapo unapoona mwanao aelekee, unatumia fimbo ili kumuonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na usiwe unazidisha ukali sana kwa mwanao. Hata kuna mambo mengine sometimes waweze kukwambia kwa sababu gani? Umemwekea ukali sana. Mpaka anakuogopa kiasi cha kwamba mtoto hawezi kujieleza shida zako kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Wewe mzazi umeweka ukali sana. Hata mtoto anakuogopa na akikuona hivi anakuona kama simba. Hiyo itakiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia wazazi nawaomba sana na wasi muangalie mazingira sahihi ya kumlea mtoto. Pale ambapo utatengenezea mtoto wako mazingira, shetani naye kwa wakati huo sasa unaona mtoto wako ni mdogo,